Naanza tena kueletea ile kama nilivyoahidi. Leo ninaleta present continuous tense na past continuous tense. Present continuous tense na past continuous tense, yaani tendo lililopo linaloendelea na tendo lililopita linaloendelea. Bado niko kwenye tenses. Tenses kumaliza unaweza kuchukua muda mrefu. Kuna watu wanauliza mbona tenses zinakuwa nyingi? Tenses ziko 12. Ili uzichambue lazima uzionyeshe kwanza tenses, na ndo zinazotakiwa. Hapa tukiangalia eneo hili present continuous tense, tendo la sasa linaloendelea. Ukiangalia upande huu tunaona past continuous tense, tendo lililopita linaloendelea. Haya ni matendo mawili tofauti. Huku linafanyika saa ile ile, huku linafanyika muda ule ule, wewe bado uko kule unaendelea kufanya, na huku lilishafanyika lakini bado lipo kule linaendelea. Mfano, tukitazama hapa hii they are, wingi huu, tunaangalia wingi kwanza. Kuna wingi na umoja. They are going to school. They are going to school. They are going to school maana yake wao wanaenda shuleni. Wao wanaenda shuleni. Tukija huku tunaona they were going to school. They were going to school. They were going to school. Wao walikuwa wana. Sasa hii wao inawakilishwa na wa. Ili sio ukasema mbona hajaandika wao. Wao ni kiambishi. Wao ni kiambishi cha nafsi ya tatu. Wingi kwa mtu ajui. Wao maana yake ni wa. Kwenye sentensi unatumia wa. Kwa hiyo walikuwa wanaenda shuleni. They were going to school. Hiyo they were going to school ndio inamaanisha hiyo hapo. Tukija kwenye watu tunasema we, you are making money. You are making money. Lazima ikuwe iwe hii na yep. You are making money, kwamba wewe umetengeneza pesa. Wewe umetengeneza pesa. You are making money. Yep. You are making money. Lakini tukija upande huu tunaona you were making money. Hapa inabadilika. Bala unaweka wa. Wengine wanasema hivyo hivyo, lakini you are making money. Wewe au wewe ulikuwa unatengeneza pesa. Wewe kiambishi nafsi ya pili ya umoja. Hapa. Sio kasa nikisema wewe na maana maanisha kiambishi kwa wale waliosoma Kiswahili vizuri. Kama uliporonga kaenda chuo kikuu bila kupitia viambishi, sasa ndio hapo utashangaa. Lakini tukija tunaangalia we are sleeping here. We are sleeping here. We are sleeping here. We are sleeping here inamaanisha sisi tunalala hapa. Sasa ile tu ndio naiweka hii hapa badala sisi. Naweka kiambishi cha nafsi ya kwanza wingi. Tu ni kiambishi cha nafsi ya kwanza wingi. Kiambishi cha nafsi ya kwanza wingi. Kwa hiyo ambao Kiswahili hujakisoma vizuri, tu mwanao mwambie tu, bainisha. Hivyo lazima mwalimu anakuambia bainisha viambishi. Ndio hivi hapa. Tu sasa we are waiting, we are sleeping here. Tunalala hapa. Tupo pale pale tunalala. Tunalala hapa. Tunalala hapa. Ile kitu cha kusema I sleep, futa. I sleep unaweka tu kwa sababu unaongea kitu ambacho kiakipo. Hey, we were sleeping here. We were sleeping here. We were sleeping here. Nao tunaangalia hapa tuna tu. Ulikuwa tunalala hapa. Tulikuwa tunalala hapa. Yaani mlisha kulala hapo, tulikuwa tunalala hapa. Lakini hapa tumeweza wingi. Wingi kwenye plural ndio inaitwa wingi. Kuna they, we na you. Tunakuja kwenye moja. I am coming there. I am coming there. I am coming there maana yake ni kiambishi cha nafsi ya kwanza. Ni kiambishi cha kwanza naweka ni. Yaani mimi inamaanisha mimi kwenye sentensi nakuwa ni na kuja hapo. Ninakuja hapo. Ninakuja hapo.
inakuja hapo I am coming there. Tukija huku unakuwa I was coming there. I was coming there. I was coming there. I was coming there. Wanaweza wengine wasema was. Nilikuwa nakuja hapo. Nilikuwa nakuja hapo. I was coming there. Nilikuwa nakuja hapo. Huku ndo tofauti yake. Huku nilikuwa, huku ni now. She is eating now. She is eating now, manake she is eating now. Yaani yeye anakula chakula. Lakini sasa kwenye ile yeye tunaweka kiamsha nafsi ya tatu umoja. Kiamsha nafsi kwanza ya tatu Kwa hiyo yeye anakula, sasa. Hapa tukija hapa, she was eating yesterday. She was eating yesterday. Alikuwa anakula jana. Yeye nafsi ya tatu umoja. Alikuwa anakula jana. Angalieni hii hapa mnavyoiona. Hiyo ndio tofauti ya present continuous tense na past continuous tense. Tukija tunamalizia kwenye hii sentence. Anasema upeo ndo mwanaume. Hii ni mwanaume. Kwanza he is watching there. Yeye anaangalia pale. Yule anakaza macho. Kwa hiyo yeye anaangalia pale. Yeye nafsi yake ya dini ni ile nafsi ya tatu moja. Hadi anaangalia pale. Huku he was watching there. He was watching there. Alikuwa anaangalia pale. It is moving here. Kilikuwa kinasogea. It is moving here. Kinasogea. Kitu kinasogea hapa. Lakini it was moving here. Kilikuwa kinasogea hapa. Leo nimemalizia hapa. Angalia hizo ndo tenses ambayo tutoka kwenye kitu kinaitwa simple present tense na simple past tense. Leo tunaangalia present continuous tense na present perfect tense. Hizi hapa ni mwalimu wenu Peter K. Nasari, mwalimu wa grammar.